Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson, leo alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya Siku ya Mwanamke Duniani, ambapo kwa jiji la Mbeya sherehe hizo zilifanyika katika ukumbi wa Benjamin Mkapa uliopo Sokomatola. Daktari Tulia Ackson amewataka wakina mama kubadili fikra zao za maisha ya kila siku na kuachana na fikra za miaka iliyopita. Na mama safi. Nianze kuzungumza kuhusu kauli mbiu yetu ya mwaka huu inayozungumza kuhusu kubadili fikra. Badili fikra kufikia usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu. Sasa kubadili fikra, mara nyingi sisi kina mama tunapenda kina baba wabadili fikra zao, namna wanavyotutazama sisi wanawake, sisi watoto wa kike, sisi mama zao, sisi dada zao, sisi wazazi wao kwa maana ya mama zao, walezi wao, majirani zao, watoto wao na kila kitu. Tunapenda sana wababa wabadili fikra. Lakini siku ya leo, siku ya tarehe 8 tunayozungumzia, sisi tumekusanyika hapa wanawake ili tuongee mambo yetu na machache yanayowahusu kina baba. Tubadili fikra, hata sisi kina mama tunajitazama vipi? Tunatazamana vipi? Kina mama we. Maana tusije tukawa tunasema kila siku kina baba wanatunyanyasa. Lakini kumbe hata sisi wenyewe tunajinyanyasa. Ama wakati mwingine tunanyanyasana sisi wenyewe wanawake. Kina mama we. Wanawake safi. Kwa hivyo kauli mbiu yetu ya mwaka huu inatukumbusha kubadili fikra. Na haijasema nani abadili fikra. Wanaume wabadili fikra, wanawake tubadili fikra, watoto wetu wa kike wabadili fikra, wababa wabadili fikra, watoto wetu wa kiume pia wabadili fikra. Kwa nini wabadili fikra? Ni kwa sababu changamoto zote tunazozizungumzia kama wanawake, pamoja na hatua zote tulizopiga, sisi kama kundi la wanawake tumepata changamoto nyingi kwa sababu ya fikra zilizokuwepo. Fikra za kufikiri mwanamke hawezi kufanya hili, hawezi kufanya lile. Fikra za mwanamke hawezi kula hiki, anapaswa kula hiki. Fikra za mtoto wa kiume hawezi kazi hii ni ya mwanamke. Fikra za kuona mwanamke sehemu yake ni jikoni na sio ofisini. Fikra za kufikiri mwanamke kazi yake kumsubiri baba nyumbani akitoka kazini. Hizo zote ni fikra zilizotupelekea kupata changamoto katika mahusiano katika jamii. Mwaka huu kauli mbiu inazungumza kuhusu kubadili fikra. Sasa fikra, sisi wanawake leo ni siku yetu. Hatuwezi kumwachia mwanaume abadili fikra hizi sisi ndo tukae sawa. Tunaanza na kubadili sisi fikra zetu ili mwanaume atuelewe na akae yeye sawa na sisi. Kina mama we. Kina baba tupigieni makofi jamani, kina baba mlioko huko ndani. Tusipobadili sisi fikra, mwanaume yeye angetamani aendelee kutuona vile alivyokuwa anatuona miaka yote. Vile ambavyo yeye amekuzwa na wazazi wake. Vile ambavyo yeye amekuzwa na jamii yake. Tunazungumzia kubadili fikra, na leo ni siku ya wanawake. Tuanze sisi wanawake kubadili fikra zetu. Tunavomtazama mwanamke mwenzetu, tunavojitazama sisi wenyewe. Ukiamka unajiambia wewe ni dhaifu, ukiamka unajiambia mimi kazi yangu ni jikoni, ukiamka unamtuma mtoto wa kike kazi za jikoni, mtoto wa kiume akienda kucheza mpira. Fikra kama hizo lazima zibadilike. Kauli mbiu ya mwakani hatujui itakuwa inasemaje. Ya mwaka huu inatuambia tubadili fikra.
na fikra hizi tuanze nazo kubadilika sisi wanawake. Yamezungumzwa maneno hapa kutukumbusha kwamba wanawake ndio walezi wa familia. Maana yake sisi tukibadili fikra, jamii itabadilika. Wanaume ni watoto wetu, wanawake ni watoto wetu. Sisi tukiweza kuwabadilisha watoto wetu wa kiume fikra zao, watabadilika. Sisi ni mama zao, wanatusikiliza. Tukiweza kubadili fikra za binti, sisi ni mama zao, watatusikiliza. Maana yake mabadiliko yoyote tunayoyatarajia, hata tunaposema kufikia usawa wa kijinsia, hatuwezi kufika huko fikra za mama, fikra za mwanamke zisipobadilika. Mheshimiwa Naibu Spika, jana vijana wetu wamempa jina, yeye ni Malkia wa Mbeya. Jana wamembatiza jina ni Malkia wa Mbeya. Makofi mengi sana. Mheshimiwa Malkia, heshima uliyopewa jana, na mimi nakubaliana na vijana hao. Wewe ni Malkia kwa sababu ya upendo ulionao. Toka umekalia kiti kile cha Naibu Spika, kila kona unapokwenda unaacha alama. Na ndio maana Wanambeya leo tuna bahati. Aliandikwa mikoa yote, lakini akasema leo ashiriki pale anapotoka, napo ni Mbeya. Makofi mengi sana. Niwapongeze sana akina mama wote nchi nzima na dunia nzima. Na mimi mama yangu alinizaa, ni mwanamke. Na ndio maana wanasema ukienda kwenye maandiko, mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Hawajawahi kusema ni wa babaye. Walikuwa wanamaanisha kwamba malezi ya watoto yako kwa nani? Lakini hata mimi mke wangu ananitaka baby, maana hata mimi bado ni mtoto. Akina mama wewe. Kwa hiyo sisi hata tusijione wakubwa hivi. Malezi yetu, ukiona mwanaume anatoka amependeza, ujue mama yuko. Maana anapotalisha nguo zangu, anatalisha na za watoto, anatalishia wote. Kwa hiyo anatuhesabu sisi wote ni watoto. Kwa hiyo mimi sina ubishi kwamba mama akiwa na maendeleo, faida ni kwa familia yote, mpaka sisi wanaume. Ila hata leo mimi nikiwa na hela shilingi 50,000 hapa, naanza kutafuta wapi nikaitumie. Wala siendi na mama wala mtoto. Lakini mama ukipata pesa hapa, unaanza kufikiria watoto na mtoto mkubwa ni kiwemo. Akina mama wewe.